Kauli hiyo imetolewa na wananchi hawa ambao walifika katika mkutano wa hadhara kijiji cha Kajana kumsikiliza mbunge wa jimbo la Buhigwe Profesa Pius Yanda, ambapo changamoto hiyo iliibuka. Baadhi ya wananchi wanasema kijiji cha Kasumo hakina sekondari na wanafunzi hulazimika kwenda Muyama, huku njiani wakikumbana na changamoto nyingi ikiwemo ubakaji kwa wanafunzi wa kike pamoja na mvua. Majina yangu naitwa Christopher Mzinya Ngeze, mkazi wa kijiji cha Kajana, kata ya Kajana. Changamoto ya sekondari hasa kijiji cha Kasumo, ambapo watoto wa shule wanaokwenda sekondari wanasoma kijiji jirani, kijiji cha Muyama. Sasa ule umbali ni mrefu kidogo, na kwa bahati tunaweza tukasema ni bahati, tuna barabara ya rami na pikipiki zinapita nyingi, bodaboda wako wengi. Kwa hiyo watoto wa kike wanapata shida sana, hasa wanapokwenda shuleni. Asubuhi ile wanakwenda shuleni, wanakutana na hao bodaboda, mwingine bodaboda anamchukua anamweka maeneo mengine ambayo ni tofauti na kwenda shuleni. Kwa hiyo tunapata changamoto ya watoto kupata mimba, wengine wanabakwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, hiyo ni changamoto kubwa sana kwa kijiji cha Kasumo. Tunaiomba serikali itusaidie, kwa kuwa wananchi wenyewe wa kijiji cha Kasumo wameweka nguvu kazi yao ya ufyatuaji wa matofali na kusomba mawe. Tunaomba serikali itusapoti ili tujenge shule ile karibu, ili watoto wa kijiji cha Kasumo hasa wa kike ambao hawakufaulu kwenda sekondari ya Kahimba wapate urahisi na wepesi wa kusomea karibu. Kwa majina naitwa Anatolia Joseph Msunu, ni mkazi wa kata ya Kajana, kijiji cha Kasumo. Humo barabarani wanapopitia usalama wao ni mdogo, wanaweza wakakutana na watu wakawatendea vitendo vya ukatili. Kwa hiyo tunachoomba serikali iweze kutusaidia tujengea sekondari ya kijiji cha Kasumo. Mpaka sasa wananchi wa kijiji cha Kasumo tupo tunachangia mchango kwa ajili ya kwanza msingi. Kila mwananchi au kila kaya inachangia shilingi 5,000. Katika utatuzi wa changamoto hiyo, diwani wa kata Robinson Ngeze anasema kuwa serikali inatambua hilo na itahakikisha inaondoa changamoto hiyo. Mungu ametujalia kwenye vikao vyetu, tumebahatika kuweka shule yetu kwenye mpango wa bajeti. Kwa hiyo ndugu zanguni, kimsingi tunaenda vizuri. Mbunge wa jimbo la Buhigwe Profesa Pius Yanda akawatoa hofu wakazi hao na kueleza kuwa serikali itahakikisha inatekeleza ahadi na kutatua changamoto za wananchi katika miradi yenye changamoto, huku katibu wa chama hicho wilaya akisisitiza amani. Nyumba za walimu, hii ni changamoto kubwa sana. Hata madarasa ya shule za msingi zile za zamani, nikiangalia shule ya msingi ya pale, ile madarasa yamechoka sana. Mjadala unaendelea, tuone ni jinsi gani sasa tunaweza kufanya ukarabati mkubwa. Sasa tunazungumzia kwenye ngazi ya kitaifa, kutakuwa na mkakati wa maksudi hapa sasa kwa shule za sekondari kujenga madarasa ya kutosha, kwa sababu na kesho kutwa ni kwamba tunaingiza wa darasa la 6 na darasa la 7 kwenda sekondari. Sasa madarasa yanahitaji yawe zaidi ya mara 2 ya hayo madarasa yaliyopo. Rasimu ya bajeti ya mwaka huu ya utengenezaji wa barabara kutoka Kalege kuja Kajana, mpaka hii yote ya kwenda hii itapigwa kwa kiwango cha changarawe. Kutoka hapa kwenda Mge itapigwa kwa kiwango cha changarawe. Kutoka hapa kwenda Katundu itapigwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa nini tusimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa makubwa haya? Kiacha kutunza amani, haya ambayo tunazungumza, haya mambo ambayo tunasema tutayafanya yakashindwa kufanya. Kwa hivyo tutunze amani yetu, usipokee chokochoko kutoka eneo lolote lile. Tumeelewana? Sisi hapa hatuna eneo la kukimbilia likitokea jambo lolote lile. Wenzetu Burundi na kumbuka ya mambo ambayo makuta wamekimbilia kwetu. Wao nchi yao ni ndogo, likitokea kwetu tukimbilia wapi sisi? Kwa hivyo tutulie, tutunze amani ya nchi yetu, tusubiri viongozi watuendelee maendeleo. Hiyo ndio jambo ambalo tutasubiri sisi wananchi.